nikwambie kijana, kuna maisha ambayo Mungu amekuandalia. Mungu akikutazama anakuona injinia fulani. Mungu akikutazama anakuona daktari. Mungu akikutazama anakuona wewe ni mfanyabiashara, unaenda chini, utamiliki nyumba Masaki, utamiliki nyumba Mbezi Beach, utamiliki nyumba Kigamboni, utamiliki nyumba, utamiliki apartment. Shetani anachokifanya anakupofusha macho, anakufanya ujione mtu wa hali ya chini, anakufanya ujione wewe ufai, anakufanya ujione wewe sio mtu kabisa. Nataka nikwambie kwamba haijalishi nyumbani kwenu wewe peke yake ndio umesoma, utamiliki tu. Ni swala la wakati tu. Haijalishi utakutana na majitu, haijalishi utakutana na watu wanefili majitu makubwa. Hapana, usikate tamaa, pigana vita. Haijalishi utakutana na vikwazo, watu watakukatisha tamaa, watakwambia wewe ni maskini wa mwisho wa kwenu, wewe kwenu hamna aliyesoma, wewe huwezi ukawa hivyo. Nataka nikwambie kwamba wewe usijaa njaa. Wewe ni mtu special wa siku za hivi karibuni. Wewe ni waziri mkuu, waziri wa siku hivi karibuni. Sasa Mungu anataka katika kila changamoto unayokutana nayo, Mungu anataka umuone yeye. Nilikuwa nataka nikushauri wewe kijana ambaye unanisikiliza kwa habari ya neno la Mungu. Unaweza ukasubscribe channel hii, ya YouTube inaitwa Prophet John Justo. Unaweza ukaisubscribe channel yetu ya YouTube, utapata mafundisho ya neno la Mungu, utapata shuhuda za watu mbalimbali ambao Mungu amewatendea. Na usiwe mtazamaji bali uwe mtendaji. Maandiko yanasema kwamba tusiwe wasikilizaji wa neno bali tuwe watendaji. Unapoona mwenzio ametendewa kitu na Mungu, basi wewe uwe na shauku kubwa ili Mungu na wewe akutendee wewe pia.